That's why Mungu alimwambia Ibrahimu, kuna watu huwezi barikiwa ukiwa na wao. Kuna maeneo ukiwa huko huwezi barikiwa. Kuna tabia ukiwa nazo huwezi barikiwa. Unapata wewe mfano uko Nairobi ama Mombasa ama Kisumu ama any mji, lakini unaotanga ndoto bado uko mashambani. Unaota ndoto bado uko kwa shule. Unaota ndoto bado uko wapi? Uko mashinani. So hiyo inakuonyesha nini? Hiyo inakuonyesha kwamba bado kitovu chako kilibaki kule kule, na kitovu chako mahali kipo ndipo pataongea. That's why Mungu alimwambia Ibrahimu, toka kwenu wewe ni kuonyeshe mahali utaenda. Na ndio maana unaona kila mtu, maandiko yanasema kitabu cha Ezekieli 16 inazungumza kuhusu kusaliwa kwa mtu na kitovu. Maandiko yanasema kitovu chako haikukatwa wala haikuoshwa wala haikutiwa chumvi. Chumvi ni ladha ya maisha. Kuoshwa ni kutenganishwa na mambo, au kufunikwa nguo. Kufunikwa nguo ni kuondolewa aibu. Aibu ni nini? Aibu sio ile mtu anakutukana na mdomo. Hapana, aibu ni hiyo unaona uko nayo. Kuna watu walitegwa maisha yao mlipokuwa mkisaliwa. Baba yako hajawahi ona mema hii dunia. Mama yako hajawahi ona mema hii dunia. Wewe hujawahi ona mema hii dunia. Ndugu yako hajawahi ona mema hii dunia. Sister yako hajawahi ona mema. Sasa hiyo ni kumaanisha kwamba mlitegwa mlipokuwa mkisaliwa. Ni sababu Jumapili wagonjwa wote, wale mna shida ya miguu, wale mna shida ya kifua, shida ya kansa, pressure, kisukari, wale mna shida ya kutetemeka miguu, wote make sure on Sunday mmekuja kwa wingi kabisa kuliko vile mlikuwa Jumapili, na nina imani ya kwamba Bwana atatenda miujiza.